Leo nitakupa sababu 6 ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuwa anakojoa mara kwa mara isivyo kawaida. Nitakupa sababu 6, lakini pia na namna ya kutatua hiyo hali au hilo tatizo. Sababu ya kwanza tunaita ni kuvimba kwa tezi au kuongezeka kwa tezi, au tunaita prostate enlargement. Hii inatokea kwa wanaume, sawa? Inaweza ikawa inaambatana na dalili kadha wa kadha. Kwa mfano, dalili ya kwanza inaweza ikawa mkojo unatoka, lakini unakuwa unatoka taratibu. Pale unapoanza kukojoa unakuwa unapata shida au unakojoa kwa tabu. Lakini dalili nyingine inaweza ikawa ni kukojoa mara kwa mara wakati wa usiku, na dalili nyingine inaweza ikawa unakuwa na hisia ya kutokumaliza mkojo. Je, solution ni nini? Suluhisho la hili tatizo ni kufanya vipimo viwili vikubwa. Cha kwanza ni kipimo cha PSA, tunaita prostate specific antigen, lakini kipimo cha pili tunaita ultrasound, hasa ultrasound ya kibofu. Hivyo ni vipimo viwili muhimu ufanye unapoona dalili kama hizo, na unapoona una tatizo la kukojoa mara kwa mara na kama dalili zilizozisema. Lakini pia sababu ya tano nimeanza na ya 6, nimekwambia ziko 6. Nimeanza na ya 6 na kuja na 5, lakini usikose ya 4, ya 3 na ya pili na ya kwanza. Ni muhimu sana ukazijua, kwa maana haya ni matatizo ambayo watu yanawakumba kila siku. Sababu ya 5 ni maambukizi ya magonjwa ya kuambukizwa, tunaita sexual transmitted infection. Sawa, hii pia inaweza ikakupelekea wewe ukawa unakojoa mara kwa mara, lakini inaweza ikaambatana na dalili zifuatazo. Dalili ya kwanza ni kuwashwa au kutokwa na uchafu sehemu za siri. Lakini dalili nyingine inaweza ikawa ni maumivu wakati wa kukojoa. Unapata maumivu wakati wa kukojoa, aidha mwanzo anapoanza kukojoa anapata maumivu makali, au anapomaliza mkojo anapata maumivu makali. Lakini dalili nyingine ni kukojoa mara kwa mara. Hii inaweza ikawa ni sababu ya magonjwa ya kuambukizwa au sexual transmitted disease. Suluhisho la hili tatizo ni kufanya vipimo kwanza, usitumie dawa. Fanya vipimo. Vipimo muhimu hapa ni vipimo vile vya sexual transmitted infections kama gonorrhea na chlamydia na vipimo vingine. Lakini pia kipimo cha mkojo pia ni muhimu kufanya ukiwa na dalili kama hizi. Kwa nini nasema usitumie dawa kwanza? Kuna tatizo tunaitwa usugu wa dawa, nimeshalielezea. Kama utaona kipindi kilichopita nyuma, nilielezea usugu wa dawa. Ni mbaya sana. Ni kitu ambacho ukiwa unatumia dawa hovyo unaweza kupelekea bakteria au wadudu wakawa wanapingana na dawa au wakaota sugu, ukapata tatizo tunaita drug resistance, ambacho ni kitu kibaya hasa katika afya ya wanadamu. Lakini sababu ya 4 ni msongo mawazo. Msongo mawazo unaweza kusababisha mtu kuwa anakojoa mara kwa mara, hasa muda au wakati ule ambao anakuwa ana mawazo. Kwa hiyo solution yetu ni kumtafuta daktari au daktari wa akili akaweza kukushauri kwa tatizo ambalo linakusumbua. Kabla sijakutajia sababu ya 3, ya pili na ya kwanza, nikualike ili uwe mwanafamilia wa kipindi cha Afya Leo. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, kwa maana unajua internet ni kijiji. Usipo subscribe au usipokuwa mwanafamilia leo, unaweza usinione tena. Kwa hiyo fanya jambo la muhimu, subscribe, weka notification. Endapo kupa vipindi vingine vizuri kwa ajili ya afya yako, basi unapata taarifa na unakuwa mwanafamilia wa kipindi cha Afya Leo. Sababu ya 3 ni kunywa maji mengi au vinywaji kupita kiasi. Hii inaweza kusababisha, lakini hii inaweza isiambatane na dalili yoyote ile. Unaweza kuwa unakojoa mara kwa mara ikitokea umekunywa maji mengi. Lakini pia kuna wakati mtu ambaye anaishi katika kipindi cha baridi kali anaweza akawa na tatizo kama hii. Kipindi cha baridi kali ni kipindi ambacho mwili haupotezi maji kwa njia yoyote ile, aidha kwa njia ya ngozi, lakini maji mengi yanakuwa yanatoka katika mfumo wa mkojo. Kwa hiyo mtu atakojoa mara kwa mara. Wanaoishi kwenye sehemu za baridi, nadhani hichi kitu wana experience.
Au sababu ya pili ni tunasema maambukizi katika mfumo wa mkojo au katika njia ya mkojo, tunaita UTI au urinary tract infections. Hii inaweza kuambatana na dalili nyingi. Kwa mfano, kukojoa mara kwa mara na unakuwa unakojoa kidogo. Lakini pia ni maumivu au muwasho wakati wa kukojoa. Pale unapokojoa unapata maumivu na muwasho. Lakini kutoka na harufu mbaya au mkojo wenye harufu mbaya, hiyo pia ni dalili inaweza kuambatana na mtu anayekojoa mara kwa mara. Lakini sababu nyingine au dalili nyingine ni kuwa na homa au maumivu chini ya tumbo. Hizo ni dalili kubwa ambazo zinaweza zikaambatana na kukojoa mara kwa mara, lakini kwa mtu ambaye ana tatizo la maambukizi katika mfumo wa mkojo au tunaita UTI. Kwa hiyo muhimu, usitumie dawa, usitumie antibiotic kabla ya kufanya vipimo hivi. Cha kwanza ni kipimo cha urinalysis au tunasema kipimo cha mkojo, lakini pia kuna kipimo cha urine for culture, tunaita urine culture. Hicho ni kipimo muhimu kwa ajili ya kufanya ukiwa na dalili kama hizo nilizozisema. Kama kawaida na kualika tena uwe mwanafamilia wa kipindi cha Afya Leo. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe na kuturn notification on. Nina vipindi vingi vizuri vinakuja. Kwa hiyo ili uwe unapata taarifa, just jiunge na mimi uwe mwanafamilia wa kipindi cha Afya Leo. Sababu ya kwanza na sababu muhimu sana kwa mtu ambaye anakojoa mara kwa mara, hii inaweza ikawa ni kisukari au tunaita diabetes mellitus. Mtu anayekojoa mara kwa mara pia anaweza ikawa ni sababu au inaweza ikawa ni tatizo la kisukari, lakini ikiambatana na dalili zifuatazo. Sawa, ukiwa na masharti mawili. Cha kwanza, mtu anayekojoa mara kwa mara, hii ujue kama ni kisukari, unatakiwa kuwa na vitu viwili, masharti mawili. Cha kwanza dalili, cha pili vipimo. Dalili zinakuwaje? Dalili za mtu mwenye kisukari anayekojoa mara kwa mara huwa anakojoa mara kwa mara hasa wakati wa usiku, lakini pia ikiambatana na kuwa na kiu isiyoisha. Sawa, lakini pia kuwa na uchovu au kupungua uzito. Lakini pia dalili nyingine ni kuwa na njaa sana, anakuwa na njaa mara kwa mara. Na dalili nyingine ni kizunguzungu, hata maumivu ya viungo. Hizo ni dalili kubwa za mtu ambaye anakuwa na viashiria vya tatizo la kisukari na anakuwa anakojoa mara kwa mara. Sasa iko hivi, nataka nikueleze kidogo kuhusiana na tatizo la kisukari. Kwa nini hizi dalili? Cha kwanza, sukari inapojaa katika damu inakuwa haiendi kokote, inakuwa haiendi kufanya kazi yoyote ili kupe energy ya wewe kuwa unafanya shughuli zako. Kwa hiyo inapotokea mtu anapungua uzito, ni kwamba mwili unashindwa kutumia ile sukari ambayo ipo katika damu. Sawa, haiendi kokote, basi unaanza kutumia sukari kwa kupitia njia zingine au kupitia vyakula ambavyo vimehifadhiwa katika mwili. Why mtu lazima apungue uzito, lakini pia awe na njaa sana. Anyway, kuna kipindi kitakuja nitakueleza kwa ndani zaidi hususani kuhusu ugonjwa wa kisukari, namna unavyotokea, namna mtu anaweza kaupata katika mazingira ya kawaida, lakini namna ya kuepuka na namna ya kufanya management kwa ugonjwa wa kisukari. Ni kipindi muhimu sana kwa sababu kisukari ni tatizo hasa kwa sababu tunakoelekea maisha yanabadilika, mfumo wa maisha, mfumo wa lishe. Kwa hiyo namna ya kupata kisukari ni rahisi. Kwa hiyo watu wanatakiwa wajue njia kama hizi ili iwe rahisi kujikinga na tatizo la kisukari. Tukutane kipindi kijacho, lakini kama kawaida usisahau kusubscribe ili tuwe pamoja. Asante.